Yolanda, ulikuwa mwanamke wa thamani sana katika maisha yangu. Ulinionyesha nini maana ya upendo. Sitakusahau katika maisha yangu. Ulistahili kuwa mke wangu. Yoranda, mama Yoranda, umeacha watu matatani. Yolanda, kukupenda kote kule kumbe uko unasaliti. Nilikupa kila kitu kwa uhitaji na ukamilisha kwamba niko peke yangu. Kumbe ni kazi bure. Zaidi ila umeondoka na kuacha utata tamaya. Yaani shangazi, umejitahidi sana kumlea huyu mtoto. Yaani unastahili pongezi kubwa. Mungu akubariki sana shangazi. Sio kila mtu ana moyo kama wa kwako. Ubarikiwe sana. Asante. Kiukweli siamini shangazi kama mtoto wa rafiki yetu amekuwa kiasili. Hongera. Sasa unadhani wanangu nitamtupia nani? Huyu mtoto ni wa kwangu, nimeachiwa na natakiwa nimlee ili nimuonyeshe jinsi gani Yoranda nilikuwa ninampenda na ninampenda sana. Kwa hiyo kumlea mtoto ni jukumu langu. Unapaswa kupongezwa. Kwani si kila mtu ana moyo kama wako shangazi. Yaani kuna watu wana roho mbaya kana kwamba hawajawahi kuzaa vile. Ni kweli. Na pia jambo hili shangazi, Mungu atakulipa. Na sisi kama marafiki zake Yolanda, zawadi zetu zipo moyoni. Basi babu. Haya nyamaza babu yangu. Asanteni jamani. Haya, asante. Waambie kina mama mdogo bye, kina aunti. Karibu. Asante. Mbona umekuja bila kupiga simu? Napafahamu tangu siku nyingi, kwa hiyo nikaona hamna shida nikija tabia vitoto hii. Taarifa muhimu Lakini kijana wangu huyo amekuwa kweli shangazi. Na kweli naona tumefanana, amechukua poa yangu. Nini kimetokea tena? Mbona mrudi na shada? Umekutana na mzimu nini? Acha tu kaka. Una mshikaji wa pili hapo sasa hivi? Ndio. Amefanyaje? Nimekuta kwa kaburi. Kaburi la Yolanda. Anajielezea balaa. Kumbe muda wote Yolanda alikuwa anachiti. Sasa ndugu yangu, unamwonea wivu hadi marehemu. Sikia. Yolanda ameshafariki. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kumwombea tu na si vingine. Hivi unajua jinsi gani alikuwa anamjali mwanamke? Haujui tu. Kuanzia familia yake, mtoto wake, na yeye mwenyewe. Alafu kumbe alikuwa toka mjamaa tu. Hao ndio wanawake. Na isitoshe, kuna cha kufanya kwa sababu tayari ashafariki. Hivyo muombee na mhudumie mtoto wako.
Yule mkaka anajitahidi sana kumlea mtoto wake na kumhudumia. Wangekuwa kaka wengine tusingemuona kabisa, hali ya kuwa na mama yake tayari ameshafariki, tusingemuona. Ni kweli anajitahidi sana, lakini kuna tetesi nazisikia. Nasikia yule mtoto ana baba mwingine. Alafu nasikia yupo masomoni. Ndiyo. Au maneno mimi siamini kabisa. Mimi ninachoamini, baba ni yule ambaye mwanamke amemtamkia mwenyewe kwamba hii mimba ni ya kwako. Na ndo ni baba halisi, mimi ndo ninachojua. Lakini hayo maneno kwangu siamini. Basi Yolanda kawatamkia wote na kila baba alikuwa anatoa huduma kwa wakati wake. Sasa wakijuana itakuwaje? Na wakati mwenye ukweli tayari ameshafariki. Mimi na wewe hatujui, shoga yangu. Tusubiri muda ufike. Ulitoka bila jibu, sasa jina limesambaa, kila mtu ana lako toleo, kila mtu ana lake jambo, lakini ukweli unalia ndani ya kimya chako. James anasema mtoto ni wake na Dickson naye hivyo vyo. Kila mtu anaongea, moyo wangu unazunguka. Hivi ni ya nani? Oh, ni ya nani? Hivi ni ya nani? Oh, ni ya nani? Ode. Shangazi. Karibuni. Habari yako shangazi? Salama. Mbona umekuja bila taarifa? Hata kunipigia simu mniambie mnakuja? Hapa si nyumbani. Hata kama nyumbani, lakini wewe ni mtu muhimu bwana. Nikikuona wewe unanikumbusha mwanangu. Nakuwa nafarijika unavyonitembelea tembelea. Ukinipigia simu shangazi nakuja nikifanya chochote. Sawa, usijali. Pia nitajiandaa vizuri. Ila nimepita hapo. Kuna kijana pishana naye. Unafahamu? Kijana? Hapana. Sawa, nawafahamu. Alikuwa rafiki yake Yolanda. Kwa alikuja tu kunitembelea kunisalimia. Si unajua tena mwanangu, watu wengi waliosoma na Yolanda wakisikia taarifa lazima waje kunisalimia na kunitembelea na kumuona mtoto. Si unajua baba? Ni sawa. Ila yule kijana nimemkuta katika kaburi la Yolanda. Tena kwa maneno yake inadhihirisha walikuwa wapenzi. Sasa wafanye mambo yote lakini wasicheze na mtoto wangu. Yaani hilo mwanangu mimi silijui kabisa, ndo kwanza nakusikia wewe. Mama, unajua tupo na Yolanda tena. Kwa hiyo tunastahili kufanya maombi juu yake na kumwangalia mtoto huyo. Unalosema baba ni kweli. Maana huu mtihani ni mzito sana kwangu. Kwa hiyo unachokiongea kiko sahihi kabisa. Tuendelee kumwombea Yolanda na mtoto wake pia kwa ujumla. Mimi kwaona kwenu nimepata amani. Lakini karibuni ndani mumuone Pius amelala. Mke wangu, wewe na wifi yako mlikuwa karibu sana, na hiyo ni namna tosha ya kwamba mlikuwa mkitunziana siri zenu. Sasa hapa kuna jambo moja kidogo ambalo linaweza kuleta utata baadaye. Mtoto wa Yolanda ana wababa wawili na mpaka sasa hatujui baba yake halisi ni yupi. Sasa nilikuwa nataka tuzungumze na wewe hapa ili kuweza kujua, kwa sababu mtoto anazidi kukua yule. Sasa mimi nitawezaje kujua jamani? Haujui vipi ikiwa tayari nyinyi mlikuwa ni mko karibu? Ina maana unataka kuniambia kwamba hamjawahi kulizungumzia hili jambo? Yaani ninavyomjua mimi Yolanda na wewe mkikaa mnapiga story mnacheka. Ina maana hili jambo hamjawahi kulizungumzia kabisa? Mke wangu usinifiche.
Nani asiyejua Yolanda kama alikuwa msiri katika mambo yake jamani eh? Mbona napenda kunilazimisha vitu ambavyo sijui naanzia wapi kukuelezea? Sawa. Lakini mimi nilikuwa nazungumza na wewe ili kutaka kujua mapema kabla balaa halijatokea. Unajua hili jambo mwisho wake sio mzuri. Sasa kama kipo kitu unafahamu mke wangu, kiweke bayana mapema, kinaweza kusaidia. Eti. Kwa hiyo niamini mume wangu. Jamani, sasa usifike huko. Mimi nimeongea na wewe kifamilia tu, ushaanza kuvumisha hivi vishauri vyako. Sasa wewe una kazi gani? Nataka nikakupikie tu. Kupika somo nyumbani. Mtangulia ndani basi, sasa tumalize. Si unajua tena. Ila jiandae kila kitu sawa? Wewe. Ile style yako ile. Hai. Jamani kuoa la. Vijana kwa nini hawaoi? Vijana wanaambia oeni, maisha magumu, maisha magumu. Oeni vijana. Umeona kama sisi hapa wakati wowote tukiitaka tunaipata. Ukichoka unaiwekea mkono. Endeleeni kwa mabachela. Mtoto anaendelea vizuri sana. Of course, yule mama anajitahidi kumtunza katika mazingira mazuri sana. Yule mama unajua anajitahidi sana kwa sababu hata mimi siku mara ya mwisho nimemuona nilifurahi sana. Unajua ilikuwa ni ngumu sana kwa mtu mwingine kumtunza mtoto katika hali ile, lakini yeye alikuwa amenenepa, ukimtizama unaona you are so amazing. Ni swala ambalo linafurahisha sana. Lakini mimi nafikiria jambo moja ambalo linaweza likawa zuri zaidi. Unajua natamani mtoto akifika katika umri fulani tumchukue, tuishi naye ili aweze kupata elimu bora, iweze kumsaidia. Uko sahihi sana kaka. Siwezi kumwacha katika mazingira yale kwa muda wote wewe. Unajua ni kwa sababu unajua mtoto akishakuwa katika hali ile anahitaji sana uangalizi. Pia kitu pekee ambacho kinaweza kumsaidia ule mtoto ni elimu. Na mtu pekee ambaye anaweza kumpa elimu hiyo ni baba yake. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe hapo kumchukua ule mtoto na kumpa elimu ili uweze kumsaidia ondokane na upweke ambao yuko nao. Nimekuelewa sana kaka. Hakuna shida, nitatekeleza. Basi naomba nikapumzike kidogo. Hamna shida, mimi hapa kuna katamthilia kamoja hapa nasubiria kakianza hapa nikatizame, zeni ndo na mimi nikapumzike, lakini baadaye kuna issue important sana inabidi tuongee. Okay, basi sawa, usijali kwa hilo. Haina noma. Uwe na wakati mzuri. Haina shida. Asante. Kaka, kumeanza kuchangamka. Ninavyokuambia leo Dickson na James walikuja nyumbani kumuona mtoto. Na James ameshagundua kama Dickson alikuwa na mahusiano na Yolanda. Sasa wewe dada, wasiwasi wako nini? Kama ikitokea wataleta fujo, sio ndio kupima DNA. Wakishapima DNA, ukweli utabainika. Sasa hapo tatizo liko wapi? Kaka, unaona jambo dogo? Wakati toka enzi za marehemu akiwa hai, wale watoto wa watu wanatoa huduma. Mpaka sasa hivi bado wanatoa huduma. Hivi unahisi tatizo litakuwa ni dogo hilo? Dada, hilo mimi halinihusu. Sika unanielewa? Kwa sababu mimi hayo matatizo nilishayapigia kelele muda mrefu. Yaani mimi napiga kelele, lakini wewe umeweka pamba masikioni kwa sababu wewe una maslahi na hilo jambo. Kwa hiyo unaniachia tatizo mwenyewe, si ndio kakaangu? Hapana. Hapo inabidi tuwaite wote kabla mambo hayajaharibika. Tukae nao, tuzungumze nao ili tuwaweke wazi katika majambo yote haya yanayoendelea. Hapo sasa ndio tutakuwa tumeweka sawa. Naogopa sana kakaangu. Tushakula vitu vyao vingi sana wale watoto. Mpaka sasa uso nao mbwa na aibu kaka. Hakuna kuogopa hapo. Unaogopa nini? Sasa hapo wewe unaogopa nini? Kama wakileta fujo serikali si ipo? Serikali milango yake hata siku moja usikie imefungwa. Isikifungwa serikali za mitaa polisi ipo. Wewe unasikia kuna siku serikali imelala usingizi? Sasa walete fujo alafu wao watakutana na mlango wa serikali. Na serikali mkono wake mrefu.
Mimi hapa sibabaiki katika hilo. Sawa? Shasema hivyo. Haya kaka, mimi nakusikiliza, lakini ninaogopa sana. Endelea kupumzika kwa amani kipenzi chetu Yolanda. Si tupo tunaendelea kukuombea kipenzi chetu. Yolanda, mwanao amekuwa sana na tunamwangalia kama ulivyosema. Pumzika kwa amani rafiki yetu, sisi tunakupenda. Pumzika kwa amani. Shem, mimi nimekuja hapa, kuna jambo kuhusu marehemu dada yako. Unajua Shem, mimi nimpenda sana Yolanda, lakini nimegundua kuwa alikuwa na mwanaume mwingine. Lakini cha kushangaza, hadi shangazi anamjua. Na wala usituise vibaya shemeji. Jua kaka yangu na dada yako Yolanda walikuwa pendana sana. Tena sisi wasiwasi wetu upo kwa mtoto. Maana hatutaki utata. Maana dunia leo imebadilika. Kwanza kabisa jambo hili ndo kwanza nalisikia kutoka kwenu. Na kiukweli kabisa, shemeji, wewe ndio shemeji ninayekufahamu. Sijawahi kumjua shemeji mwingine kabisa kabisa kabisa. Basi ndo hivyo, ila nimekuja hapa kutoa angalizo kuhusu mtoto wangu. Sitaki mzaa kabisa, kwa sababu nipo tayari kuua mtu yeyote kama nikigundua mtoto wangu anatumika kama kitega uchumi ikiwa baba yake nipo, na kila siku natoa huduma. Shemeji, wala haiko hivyo. Mimi nachojua huo ni wasiwasi wako tu, Lakini kuna kitu kimoja lazima ukijue shemeji, na isikupe hofu. Unajua marafiki wa Yolanda huwa wanakwenda sana pale nyumbani, hasa wale ambao wamesoma nao. Pindi wanapata taarifa ya Yolanda kwamba amefariki kwa ujauzito, ameacha mtoto, ile inawagusa marafiki zake wengi. Kwa hiyo wanakuja pale kwa sababu ya kumpa faraja yule mtoto tu, wala si kitu kingine. Sawa Shem, ila nishatoa angalizo. Sawa. Asante sana shemeji. Unajua kwa nini napenda kuonana nawe shemeji? Kwa sababu kila tunapoonana lazima niokote. Hapa kwa mzee nyingine. Zinatosha hizi. Mbona kunifanya nini tena? Na dadangu amefariki. Angekuwa wapi hapo kweli. Sasa ikafa. Nipe ramia. Fuck. Vyande nye nini? Nataka mniambie huku mmetoka wapi? Nye maandazi ya kuchoma kubanika sijui. Wewe, lile ni kaburi la shoga yetu, lazima twende tukamwombee dua. Oya, yale sio maonyesho au sio kukua kuchoma ule muda wote mnaenda kumfatafata. Lakini Bonge, sisi kwenda kwenye kaburi la rafiki yetu wewe inakuuma nini? Inakuuma nini? Yaani mnanishangaza sana. Kwa nini nyinyi mnashinda kukaa nyumbani kumwombea? Kila siku vikuna njia, mnaona makumbusha. Paka kwa mnuru pale. Yaani mnatoka huko na majanaba yenu, mnatoka pale mnaenda pale kumtia nuksi wewe mtoto, au sio? Kwa sisi tuna majanaba, unatutukana? Oya nyie, amjui mimi na Yolanda tulivyokuwepo. Oya. Kumbe nyinyi hamnijui. Mimi naonyesha. Jinga ni. Maandazi ya kuchoma kubanika ni. Viande ni. Oye, nikiwakamata naanza na mmoja baada ya mwingine. Kudadeki. Subirini wakamata. Kubroila ni.
Kwa hiyo ndo unaniacha peke yangu. Wewe mwenyewe unajua mimi siwezi kula mpaka wewe. Hakuna jinsi mpenzi. Hayo yote ni kwa ajili ya future, maisha yetu baadaye. Kuna komba vumilie sana. Najua. Lakini ungesubiri kwanza nijifungue mume wangu. Shangazi yupo. Na nitakuwa nawasiliana naye mara kwa mara. Hii ni hali yako pamoja na mtoto. Kwani James, hawa wanakuita wajui kama una mwanamke mjamzito? Hata kama wakijua, hawezi kuharibu tena mfumo. Kuna inabidi lazima niende. Nakomba sana uweze kubaki salama. Na kiasi hichi hapa cha matumizi, kikisha naomba unipigie. Baki salama. Yolanda, nakuita mara 3. Huo mchezo unaocheza mwanangu ni hatari sana. Naomba uache mara moja. Ni bora ukasema hiyo mimba ni ya baba gani kuliko kuchanganya vijana wa watu. Yoranda, mama Yoranda.